Ndugu wadau wa nyuki, maadhimisho haya yana kauli mbiu muhimu, na kwa mwaka huu kauli mbiu inasema nyuki kwa uhai na uchumi imara tuwahifadhi. Kauli mbiu hii inaendana na mipango yetu ya taifa letu na kuhakikisha kuwa tunakuwa na taifa lenye watu imara, wenye afya njema, vile vile uchumi imara. Na sote tunatambua takriban 80% ya mimea ya chakula inayozalishwa duniani huchavushwa na nyuki, na hivyo tunaendelea kuhamasishwa kuendelea kumtunza nyuki huyu na kumhifadhi ili aendelee kutuhakikishia ndani ya taifa letu kuwa na uhakika wa chakula na uchumi ulio imara. Siku hii ikiwa ni hatua ya kutambua mchango wa mdudu nyuki katika uhai wa binadamu na uchumi wa binadamu kwa ujumla. Pamoja na maadhimisho haya, sisi kama Tanzania tunaitumia siku hii kwanza kuhimizana kwamba sekta ya nyuki ni fursa, mbili kuelimishana kwamba sekta ya nyuki ina mazao mengi, lakini pia tunaendelea kuhamasisha umma wa Tanzania kushiriki kamilifu katika kuhifadhi misitu ambako nyuki anapatikana, lakini pia kuhakikisha kuwa shughuli mbalimbali zinafanywa zilizo kwenye sekta hii. Yako maelekezo kadhaa ya kusisitiza umuhimu wa ufugaji nyuki na mazao ya asali kama ifuatavyo. La kwanza, kwa wizara, shirikianeni na wadau hapa, tutafute fedha zinazoweza kufanyezesha kutekeleza malengo tuliyobainisha kwenye mpango wetu, ili tuweze kufikia kiwango cha juu kabisa cha uzalishaji wa asali na kuifanya Tanzania kuwa kwenye namba nzuri zaidi. Kama tuko namba 2 tuwe namba 1, 14 pande tuwe wa 10, ikiwezekana tuwe wa 5 na nafasi za juu. Tuna mfuko wa misitu Tanzania. Tuhakikishe kwamba mfuko huu unatenga fedha kwa ajili ya kuwezesha vikundi vya ufugaji asali. Na mjieleze mko wapi, tunapataje kilichopo kwenye huo mfuko. Masharti yaangaliwe na tufuatilie mwenendo wa ufugaji wetu hatua kwa hatua. Wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS, hakikisheni mnaanzisha mashamba makubwa ya ufugaji nyuki kibiashara. Tunajua mna misitu mingi, basi misitu hiyo mruhusu sasa wananchi walioko jirani kufunga mizinga na kufuga nyuki, ili tuendelee kuongeza kiwango cha mizinga, lakini kiwango cha upatikanaji asali na uhifadhi mzuri wa nyuki wenyewe. Hapo tutafaidika zaidi. Lakini pia TFS, saidieni wakulima kwa kuwachongea mizinga. Leo nimeona mzinga mmoja bora kabisa pale, mzinga ambao hausababishi nyuki kuhama wakishaingia. Wataendelea kuishi huko tena kwa usalama, na wewe utafuatilia mwenendo wake, utachungulia maendeleo ukiwa unapitia kwenye teknolojia iliyowekwa kwenye ule mzinga. Lakini mzinga ule unavuna pia na vumbi la nyuki ambalo leo lina thamani kubwa, na vumbi lile lina manufaa makubwa kiafya. Kwa hiyo wafugaji sasa tujikite katika kuvuna vumbi la asali, na teknolojia ya kuvuna vumbi inapatikana kwenye moja kati ya mabanda yaliyoko pale kutoka mkoani Singida. Kwa hiyo tuendelee pia kuelimisha upatikanaji wa mizinga hiyo. TAFORI ni taasisi ya utafiti wa misitu Tanzania. Nyie hakikisheni nafanya utafiti kimkakati na tafiti zenu zitoe matokeo. Nataka tuone kila utafiti ukiwa na manufaa. Msiwe na tafiti ambazo matokeo yake mnaficha kwenye vitabu vinakaa kwenye makabati. Lazima matokeo ya utafiti wenu tuyapeleke sasa shambani, kwenye misitu, kwa walaji, ili watumie tafiti hizo na waweze kunufaika. Haya ndio mahitaji yetu. Nirudi tena kwa TFS na TAFORI, mshirikiane. Mhakikishe mnaanzisha vituo vya kuzalisha makundi ya nyuki kwenye ngazi zetu za halmashauri, ili kila halmashauri itumie fursa ya uwepo wa kituo hicho cha TAFORI kwenye eneo hilo na liweze kuleta manufaa kwa ukaribu. Na najua kila wilaya ina afisa wa TFS. Kwa hiyo TAFORI na nyie muone namna ya kuwa na tawi kwenye eneo hile, fanye kazi kama timu. TFS, anzisheni ghala la kuhifadhia asali hapa nchini, house lenye kipozeo, kibakiru cha mtambo wa baridi, ili asali yetu iweze kudumu kwa muda mrefu, ambayo pia itawezesha kutunza asali, kuweza kutangaza na kuuza kwa kiwango kulingana na mahitaji, lakini pia itatusaidia pia kupata masoko yanayoamini kwamba asali kutoka TFS ambayo imetunzwa kwenye ghala letu ndiyo yenyewe kwenye eneo hili. Dr. Samia, tunawashukuru sana, kuendelee. Ni watu muhimu sana kwenye nchi hii, ni watu muhimu hapa Dodoma, na tutaendelea kuwaenzi kwa kuwaalika kwenye matukio yote muhimu. Na pale ambako mnagundua kunataka kutokea tafrani, nyewe huwa mnaituliza kinamna.
Mlipoona wingu linakuja, kaliondoa kinamna. Baada ya kusema haya, sasa natamka rasmi kwamba moja, niko tayari kuzindua mpango na kutoa tuzo maadhimisho haya saa ya nyuki duniani kwamba yamefungwa rasmi. Asante sana.